What's up? My name is Timo. Na leo naenda kama msanii, naenda kama kaka bro, kama bro, msanii, rapper, mtu wa kuchana, mtu wa michano na nini. Whatever man. Wiki 2-3 zilizopita bwana, mimi nilishirikishwa kwenye project moja ya muziki. Na hii project ilikuwa ni ya dogo mmoja anaitwa Wiz MP. Wiz MP mimi kiukweli nilikuwa ni shabiki yake. Way before ni shabiki yake kwa sababu nishakutana naye kwenye matukio kadhaa ambayo mimi sijawahi kumwambia yeye, ndo hata yaona kwenye hii video hapa. Nimekutana naye kwenye kazi ya, ilikuwa ni project ya Mafia Boxing alifanya, na nilikuwepo eneo la tukio na akanichana, bwana, ili kazi kiisha inabidi unibebe, naona mwanangu unafuga wewe uchebe, unaelewa. Akanipasua sana lakini fresh. Alafu nimemwona pia Coco Beach akifanya kazi zake, nimemwona mtaani, nishakutana naye Sinza zaidi ya mara 3, kashakula sana buku mbili zangu hizi, but mimi nilikuwa ni shabiki yake tayari. So kushirikishwa kwenye project ya Wiz MP kwangu mimi ilikuwa ni privilege, na I thank God kwamba nilifanya chorus kali na washikaji wote walipenda. So nilimpigia simu Timeja. In a no day, sina utaratibu wa kumpigia Timeja simu mara chache sana. So siku nilompigia simu akaniambia, bwana, niko studio, you can just pass by, kuna washikaji wanataka kufanya ngoma hapa, lakini Peter, you might do something. Sasa mimi sijafanya muziki na miaka kama 13 hivi, sijajishirikisha kwenye muziki kabisa. Umeelewa? Hakuna nyimbo nilo record, hakuna chochote, hakuna video niloachia, hakuna ngoma niloachia hivyo. So nilipita as in kuangalia tu project just to have a memory na nini, kwa sababu Timeja na magoma naye makali sana, mengi sana. So I was just, nipite tu nisikilize na vitu kama hivyo. So nimetoka ofisini jioni ile, nikapita pale. Kupita nikakuta wakali wako nje. Ndani kuna mtu mwingine alikuwa na record na producer mwingine. Kwa tumekaa pale piga story na nini, tukaingia ndani. Ngoma la nani? Ngoma la Wiz. Mimi nimekaa zangu na simu tu, goma limepigwa pale, wanaanza kuchola. Wiz kachola ile verse yake, wa verse ni kali baba. Kaua. Akapiga D Danger. Kachola, kaua. Chorus ile wakaiacha. Chorus sasa itakuwaje hapa na nini? Bwana, iacheni kwanza tumalize kwanza. Akapiga Rasco Sembo, akarekodi akamaliza, akapiga T Sigwa akarekodi akamaliza. Sasa mimi ndo nimekaa zangu pembeni, washikaji mpaka by the way alikuja Yedede katikati hiyo siku, alikuja Yedede akafanya verse kali sana mwishoni, verse kali sana. I don't know nini kimetokea, Yedede hakuwepo kwenye wimbo mpaka mwisho, lakini alifanya verse kali sana, na nadhani alitakiwa kuwepo hata siku ya kushoot video of which ya kuwepo kwa mara ya kwanza na ya pili zote ya kuwepo, na kwa bahati mbaya kwa sababu project sio yangu, sijui ni kwa sababu gani ya kuwepo. Umeona? So video audio ikawa imerekodiwa tayari. Sasa anahitajika mtu afanye chorus. Timeja likanipigia pande, sili najua mimi mwenyewe mbadi. Nasema wewe Timo, uwa basi hapo. Ulie. Sio ananisakizia fulani hivi. Sasa mimi nina kanoma kwa sababu kwanza sija record muda mrefu. Pili, hawa waliofanya hii track yote kimsingi yawezekana ni wadogo zangu. Sijui umri wao, maana wengine bwana unaweza kukuta wakubwa. Lakini inawezekana ni wadogo zangu. Kwa hiyo kuna ile hali ya kwamba hawa madogo manangu wamefanya muziki, na wengi wao tayari unajua kwenye platforms wameshafahamika, watu wanawajua na nini. So nikawa kama a bit shy hivi, nikawa naona hata bwana, mbona sasa kama hawa Gen Z generation fulani hivi ambayo haifanani na mimi, unajua mimi nishajiona kama nishakuwa kadingi fulani hivi. So nikawa naona noma, but nikarekodi, nikachukua simu, nikafanya melody kwanza kama kawaida, nikarekodi pale melody, nikasikiliza zile melody, nikafanya recreation, nikaanza kuandika hizo chorus na nini, ndo tukalipata lile chorus la hiyo ngoma, niliplay hapo. Ila kweli mimi nazeeka, unajua hii chorus nimeisahau rafiki yangu. Hii hapa.
Ukiona tuna kesho isio na vichekesho, jua tumeipanga leo hii. Vita zetu hazina beto, tunatafuta bei ili papendeze kiombo hii. Ukiona tuna kesho isio na vichekesho, jua tumeipanga leo hii. Vita zetu hazina beto, tunatafuta bei ili papendeze kiombo hii. Tukalipata lile chorus, nikalicharaza. Sasa wale washaanza kuagaaga, wengine washaondoka, kwa mimi nikabaki na Meja pale, rekodi imba sana, imba na nini. Baadaye nikasepa. Sasa tumekaa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 jioni, Timeja anatumia ile project. Ndo hii. Mbona hii project kali sana hii? Mbona hii wana wameua sana? Umeelewa? Mimi sasa nikawa interested sasa. Na mbaya zaidi, nilichapa intro moja hilo la Kibedui. Yeah. Money over everything, man. Yeah. Life is not easy. Jitahidi usijiumize, itulize. T Major. Intro moja la Kibedui sana. Chapa intro moja la Kibedui sana. Piga chorus moja la Kibedui sana. Umeelewa? Baada ya wiki 2-3 na nini, kapigiwa simu na Wizi, wa brother ni aje fresh kama kawaida tunashoot. Ikaja kipengele kushoot. Siku ya kwanza, kwa sababu mimi tayari nilishaukatia tamaa muziki, yani nishaona kabisa so this is not my thing. Kwa siku ya kwanza nikawategea. Kiukweli mimi sikuwa na emergency wala nini, nilikuwa naona noma tu. Sasa naenda kushuti, vijana wamejiandaa, unajua mavieni nini, vipuli na nini. Hayakuwa tena maisha yangu hayo. Kwa nikawaza, sasa mwanangu mimi kwenye video natokeaje? Mshikaji watanigwaya, unajua kuna muda unatokea unakuwa kama dingi fulani hivi, unajua. Nikaona nikategea siku ya kwanza. Mara ya pili Wizi alikuwa na shoot video yake. By the way, ni ngoma kali kinoma, itakuja kutoka baada ya project hii. Muende kwenye YouTube channel ya Wiz MP mkaiangalie hii ngoma wazee. Hii ngoma ni kali kinoma. Nimewawekea tu vipande huko mbele, lakini hii ngoma ni kali kinoma. Nendeni mkamsupport Wiz MP. Kiukweli he's a very good guy, very humble. Kiukweli kama unawahi kukutana na wasanii wako humble, ni pamoja na Wiz MP. Leo mimi nimezungumzia muziki tu, na muziki wenyewe ni huu mmoja. Lakini nina package ya story nyingi za kutosha kuhusiana na muziki wangu mimi sasa binafsi. Mimi nishawahi kwenda kushiriki BSS na mshikaji wangu mmoja anaitwa Augustin. Jina lake sitaki kulitaja lote, ni afisa wa sehemu fulani mkubwa tu. Sasa kutaja majina ya watu utaenda kuchafua picture ya watu. Lakini bwana tulienda naye kwenye BSS siku moja, tumeenda pale bonge moja la foleni Coco Beach hiyo. Tukagaili. Na siku tuliogaili kuingia BSS ndio siku ambayo tulifanya maamuzi ya kutafuta studio. Tulizunguka Sinza tukapata studio moja. Tukampata mwamba fulani anaitwa Kaburu. RIP Kaburu, kwa sababu yule jamaa ndo alikuwa mtu wa kwanza kuniamini mimi kwenye maisha yangu ya utafutaji. Alikuwa mtu wa kwanza kuamini kwamba this guy can do something. Aliamini kwenye kipaji changu, aliamini kwenye uwezo wangu wa kufanya kazi. Taasisi yake ndio ilikuwa taasisi ya kwanza mimi kufanya kazi, kuitumikia kama mfanya kazi. Nimebuild career yangu mimi kutoka kwenye mikono yake, from the scratch. Na mimi alinipokea kama msanii wake tu kwenye studio, and I was doing good. Analipa mavideo na nini, tunashoot, tunaondoka fresh. But kuna namna maisha yalitakiwa yabadilike. Wewe una uwezo, umeenda sehemu fulani, umesoma, una nini, usiishie kutegemea muziki peke yake. Mkaa hapo ofisini, pambana, tengeneza hela, zungusha hapo, ndakulipa mshahara na nini. That's what happened. Sasa
ikafika pointi ambayo career anafanya vizuri na kazini kwake anafanya vizuri. Pakatokea watu bwana hapo katikati. I don't know what happened. Nikatolewa mimi kwenye mfumo wa muziki wa usimamizi wa Kaburu. Nilitolewa kabisa. Maamuzi tu ya watu wachache, na huyu atoke. Nikatoka. Thank God, kwa sababu kwenye mifumo ya kimuziki mtu ukiwekewa zengwe la kukataliwa maana yake hauna, lakini kwenye kazi ilikuwa ngumu kutoka. Basi baadaye akafariki jamaa, na moja kati ya vifo ambavyo viliwahi kuniumiza sana ilikuwa ni kifo cha Jose. Yule jamaa alikuwa mtu pigia simu, "Tiwo, hii ngoma kali babu. Hii inabidi ukashuti. Kama uuze sura kwanza, bonge la bichwa hilo inabidi watu walione kwenye video. Ili tunalipia ili mwanangu, wewe fanya kazi hapo, piga kazi, fanya sales za kutosha. Uuza vizuri, fanya kazi, kimbiza. Tukipata faida mwisho wa mwezi huu tunashuti video." Na kweli natembea kwa mguu Mbweni huko mawapi, natembea na uchapa kinoma, napambana, nafanya sales fresh, tunauza jamaa, napata faida, tunalipia videos, tunashoot. Jamaa kaondoka. Alipoondoka tayari mimi nilishaekewa mizizi kwenye media kubwa. By the way, mimi nilikuwa ndio msanii wa kwanza mchanga kufanya interview kwenye Shilawadu kama sikosei. In fact inawezekana nikawa ndo msanii wa kwanza kufanya interview ndani mjengoni Clouds FM, Clouds TV, kufanya interview kwenye Shilawadu. Probably nadhani nilikuwa wa kwanza. Sababu wale walikuwa wana set yao ya entertainment, wana stories zao za from mwanzo mpaka mwisho, walikuwa na session zao. Kulikuwa hakuna session ya interview. I was the first kama sikosei kufanya interview kwenye Shilawadu by that time. Producer nakumbuka alikuwa BNB na Sudi Brown na Kuisa Mzee Mkavu walinipokea actually, nikafanya interview pale. Kwenye baadhi ya media nilikuwa na mizizi ya like ngoma inatoka, unapeleka media, kesho unasikia hewani bosi ashamaliza kila kitu. Afu akakata moto, hayupo. Unaenda media, ngoma zipokelewi, haziendi tena, ile nguvu haipo. Kwa niko na rekodi tu mangoma, nina ngoma zaidi ya 30 zipo tu ndani hazijatoka, na zilizofanikiwa kutoka ni ile wana tu wanakupusha, nakwambia we ili ngoma liache litoke, huwezi kujua labda unaondoka, hii ngoma linaondoka ili huwezi kujua ili linaondoka ili mwanangu ili achia. Lakini nilikufa nguvu kiukweli. This is the first time nakiri kwamba nilifanya maamuzi ya kukatia tamaa muziki, kitu ambacho sikupaswa kukikatia tamaa kabisa. Kwa sababu uwezo wangu kwenye music tayari ulikuwa ni hatua 250 mbele kabla ya muda. Bro, si tumeenda kurecord ngoma kwa na real na mwanangu mmoja anaitwa Mono Montana. By the way, shout out to Mono Montana, my brother, you understand. Tunapeleka ngoma kwenye music department ya media kubwa Tanzania. By that time ilikuwa ndio media kubwa inayoongoza. I don't want to mention the name. Unaingia kwenye ile panel ya watu kusikiliza muziki wako. Tulifanya EDM 2015, sisi tuna record EDM. Mind you, kwenye album ya Naril na Aika, album ya Nevi Kenzo, Above in a Minute, wakati ile album inafanywa recording inamaliziwa, sisi ndio tulikuwa kwenye process ya kurekodi hiyo track yetu.
2016 kama sikosei. Tunapeleka ngoma kwenye hiyo media, tunaambiwa guys, kwa soko la mziki wa Tanzania huu muziki hautatoboa. Kwa hiyo hatuwezi kuintroduce mziki huu, labda ungefanywa na msanii mkubwa, kwa sababu ungeenda kuchange soko. Hicho ndo kipindi ambacho magoma kama Basi Nenda ya kina Mo Music, wakina Baraka da Prince ndo yanatoka yale magoma ya kina Ruby. Si unaelewa, ngoma aina fulani hivi za mziki bongo flavor, ile mavinanda mengi nini, si unajua. Sisi ndo tunaambiwa bwana, nyinyi mpo mbele sana ya muda. Tukakaa kama mwaka hivi, inatoka ngoma ya African Beauty. Tunasikiliza na mwanangu Mono Montana, mwanangu unasikia hii ngoma mbona kama ya kwetu. Tunakaa kama mwaka tena, kuna producer mkubwa sana alitoa ngoma ile na jina lile, lakini bado hakuweza kufikia kiwango cha kucompose, kiwango cha production, kiwango cha uandishi, creativity iliyotumika kwenye ile track ya Kinanda. Hajaifikia yule bwana. Ngoma yake ilihiti, lakini bado ukisikiliza na kwetu unajua kabisa hii ya kwetu ya Ulaya hii hapa. Lakini ilihiti ngoma yake. Tukawa tunajaribu kufanya vi project vya hapa na pale vile, manani yale tulikuwa tunatengeneza mangoma ya After School Bash, nakumbuka. By the way, Mono Montana alimsogeza sana mangoma yale ya School Bash yale ya Fiesta na nini, alimpeleka sana mwanangu. Shout out to him, he's a true hustler. Unajua majukwaa ya Fiesta yalimtambua yeye ni nani. You understand, yeah? Yalimtambua yeye ni nani. So kadri muda unavyokwenda, muziki una kawaida moja, muziki una wivu. So mimi nikawa na record, lakini siachii ngoma. Siachii kwa sababu nilikuwa nahofia nikiachia ngoma alafu ngoma isilete matokeo ni hasara. Wanaofanya muziki wanaelewa. Yaani nikiachia ngoma ambayo haina plani, ni bora nisiachie kabisa. So that's what happened. Ngoma zote ambazo nimerekodi na kutokuziachia ni kwa sababu nilikuwa na hofia kwamba sina strong plan ya kuachia hizi ngoma zikafika sehemu ambako mimi nataka zifike. Hiyo ndio ilikuwa sababu ya mimi kupumzika muziki. Lakini nilifanya mangoma mengi sana. By the way, kuna ngoma ambazo mimi binafsi nimeziachia na aisee, ni ngoma kali sana. Ni ngoma kali sana. Nina list ya ngoma kama ngoma kama Live bro. Money over everything man. Timu akula na ami ni bandi. Bana bandi. Kuna mani. Mana mani. Live life kwenye page yangu Instagram. Kwenye bata VIP huko ndani kuna dada naingia zigo bam bam bam. Na lumbesa nyuma kuna tanda mina sigara ukikatika gana na paga waga ukicheza na manamba nikipata gadani tabonga hata Kiingereza. Mida ni saa 9 sana ni unataka ukalale, nasema basi we shall meet again. Unasusa mana bilo na katika ushanipa pressure. Fuko nina pesa nipo high swear nitakesha tusipetaendesha. I don't know. Ni ngoma kali sana. Shout out to Ami, produced by Ami. Na hii live nakumbuka nilirekodi kwenye mazingira magumu kinoma. Ami alikuwa yuko Switch Music Group. Kumbuka yuko Switch Music Group, kuingia ni mtiti, kuingia Switch ya baba alikuwa ni mkali vibaya mno. Alafu wasanii ambao walikuwa nao ni alikuwepo hawa kina Young Lunya, hawa kina Ibra Nation ndio walikuwa wasanii wake. Kwa sisi ambao hatujui, tulikuwa tukifika getini kama yupo auingie. So kuna siku niliingia ndani studio nikamkuta Ami
yuko Ami, Ibra Nation na Conboy Kanabino. Nikawa ndio namalizia kurekodi, kwa sababu nilirekodi session ya kwanza, akaja ya pili. Sasa inabidi nirekodi faster. Switch ametoka huko na kina Joe Makini wamekaa zao, kuna kichanja fulani pale Switch. Wale wao kwenda Switch zamani wanapokijua kwa nje, wanakula zao vitu vyao na nini, wana enjoy. Mimi niko ndani na record. Ami ananiambia boy, baba kafika, kwa hiyo maliza faster na record live. Ni noma man, ni noma. Umeona? But ile ilinitesa sana kurekodi hayo mangoma ma live sijui manini. Ilinitesa sana. Ilinitesa kwa sababu nilihisi kama mbona muziki ni manyanyaso. Sasa mimi sina hela ya kulipa studio hapa. Washikaji hawa wakina Ami, wakina Paul Maker wananiaminia, yani mwanangu mbaya, unabidi uondoke, unabidi mbaya sana, unabidi uondoke. Lakini mimi nikawa design kama nawafelisha watu. So nikarekodi live. Nikasema hii live mimi piga huwa naiachia na nitaishoot. Na kweli pressure ya Ami tena. Mimi si rekodi ngoma ambayo haiendi. Kasema hapa tena ngoma inaloga Switch, na kipindi kile ukisikia Switch ujue Joe Makini, Switch weusi. Unajua kabisa yani hapo Switch S2 keys baby, unaona Mungu wangu. Kwa Ami alivyonipa tu kale logo Switch, nikasema hii na rekodi naondoka hii. Lakini nayo kwa bahati mbaya haikwenda. Sasa ukifanya muziki alafu ukawa hauna mchongo, bro, wanamuziki wanaelewa hiyo joto ya jiwe. Kwanza wewe unakuwa ni night shifter. Yani wewe trip za Sinza Mwenge Mabibo Ubungo kwa mguu usiku utachapa sana hizo. Usiku utembei mchana. Wasanii wanaelewa hiyo msoto. Yale mateso yalikuwa yananitesa kiukweli. Pili, kuomba hela. Wewe mwanangu atujala hapa, mwanangu tuko studio hapa, mwanangu fanya, au mmetoka mmeenda sehemu labda na nini, vibe na nini, huna hela. Mwenye hela mmoja au mwenye gari mmoja akitoka nje kuongea na simu, mnakimbizana, mnachungulia aondoki, usije akashapata namna gani, vipi anataka atembee. Yale mateso nilikuwa siwezi kiukweli. Moja kati ya vitu vilivyofanya mimi nikaacha hiyo muziki, kwa sababu inabidi nijitenge na kampani ya muziki, nijitenge na washikaji, kwa sababu ya kwamba okay, mimi sina hela. Washikaji wananiambia kila siku mimi mkali na nini, lakini basi boy, sina hela. Mateso haya, sijala nianze kupiga watu simu, sijala mwanangu nicheki, nianze kulinda brand nipendeze, afu niwe sijala, siwezi. Kwa mimi nikachagua kushiba na kulala sehemu nzuri hivyo, nikaacha muziki typically kabisa. And I'm sorry, kuna mwanangu mmoja tu Kaeze ameipambania sana hii ndoto. I say shout out to you Kaeze, thank you by the way. Ameipambania mno hii ndoto, lakini haikufanikiwa. Mtu mwingine ambaye alinisupport na alikuwa hanijui kwenye muziki, huyu jamaa ndo maana anabarikiwa huyu, kwa sababu najua kwenye mikono yake kuna watu wengi sana. Kuna siku moja nimetoka studio saa 3 usiku, nipo sehemu moja panaitwa Kumekucha. Pale Kumekucha kuna mtaa ulikuwa unaingia ndani hivi, ambako sasa hivi kwa wanaofahamu kwa Jose, ndio nyumbani kwa Jose, unasogea mbele kidogo. Nikaiona IST ya Silver. Sasa mimi nimekaa kwenye kinjia panda kinataka nivuke, na nilikuwa na hesabu ya kufika Mwenge. Kwa hiyo pale Kumekucha ukivuka kuna kanisa, unapita kamtaka nyuma huku unakuja kutokea ili jengo jipya la ili refu, ili jengo jipya la kuja kutokea makaburini pale mlimani Mwenge hii hapa. Kwa hiyo ndio ilikuwa ratiba yangu. Sasa niko pale nikaiona IST ya Silver. Kuchungulia hivi kwa ndani nikaona mtu, huyu mbona kama namuonaga mtandaoni, huyu anaitwa Kasampaida. Nikaacha safari nikarudi. Sasa pale kulikuwa na gari nyingine mbele, hawezi kupishana nayo, nikagonga kioo block. Mzee vipi, shwari kama kawa bwana, wewe si ndo Kasampaida? Sasa sikiza blaza, hapa naona mambo mengi na nini, wewe niachie namba yako tutawasiliana. Nikachukua namba ya Kasampaida, nikatembea
Umeona bwana, nikaondoka. Kuondoka sasa, kama kawaida mimi sikumwambia kama nina shida sio anipe nauli wala nini. Mimi nilishamweka pending tu, nitamcheki tu. Nikatembea zangu Mwenge pale ilikuwa rahisi kupanda daladala za Tegeta kuja kuunga Madale. Kwa ilikuwa rahisi. Baada ya siku 2 nikamcheki, bro ni aje shwari bwana, jana nilikuona juzi usiku nilikuona na nini, mimi naitwa Timo na vitu kama hivyo na nini. Okay fresh kama kawaida bwana. Nishatuma ngoma zangu hapo ambazo nimewahi kurekodi. Mwanangu mbaya sana mwanangu, vipi fresh bro? Msumbue bana, njoo mu hapo na nini. Akawa sasa blaza sasa. Bro, wakati anafanya kazi radio, akawa ananibeba kwenye show kubwa zile. Unajua show bro, mimi nilikuwa napata access ya kupandishwa usafiri, natoka hapa naenda mikoani nafanya shows, hakuna mtu ananijua. Yule jamaa alikuwa na facilitate bro, hoteli, usafiri, unaenda mikoani huko. By the way, kuna jamaa mmoja pia nilitambulishwa kwake, anaitwa Good Hope. He's a very good guy. Jamani, unajua dunia hii ina watu wema sana, ina watu wema sana. And sad enough, hawa watu mimi niliwa disappoint kwa kuacha muziki. Niliwa disappoint sana. Army Wave, popote ulipo, I'm sorry bro. Pro Maker, I'm sorry. Jose, I'm so sorry. Director Jose, I'm sorry. Lucas Swahili, I'm so sorry. I fail you guys. Unachaje muziki, watu wanapiga hela hapa. Mimi nafanya show, nakumbuka 2016 sijui 18 nafanya show na Wozu. Show inaandaliwa, main act ni mimi na Wozu. Kwa nini niliacha sasa? Kwa sababu nilijenga fia kwenye moyo wangu kwamba muziki huu bila watu, bila nguvu fulani stoboy. Bila nguvu fulani, bila watu fulani stoboy. Niliweka hivyo, nikaukatia tamaa. By the way, pia nilikuwa na pressure nyuma pia. Familia inakupushi, muziki utakupeleka wapi? Unatumia pesa tu, unamaliza pesa tu, na muziki utakupeleka wapi? Hela inaisha, unatumia hela. Muziki huu wapi? Muziki siku hizi achana muziki, utakupeleka wapi? Kelele sasa, pressure zinatoka huku. Akili inashindwa kufocus, unasema basi nifanye hiki, nitulie. Unafanya kitu ambacho kinakuletea utulivu wa nafsi na akili, of course, safi. Unatuliza akili, unatuliza na nafsi. Lakini unadondokea kwenda kufanya kitu ambacho inawezekana hujakipenda au haukifanyi kwa usahihi kama ambavyo ulikuwa unafanya kwenye kitu unachokipenda. Miaka ikasonga, nikaendelea kurekodi mangoma ambayo nilikuwa na uwezo nayo. Nilikuwa na shoot ambayo sikuwa na uwezo nayo. Nilikuwa si shoot kabisa na siachi. Na nina mangoma mengi makali. Kuna goma linaitwa Al-Qaeda, goma kali sana. Kuna goma linaitwa Guantanamela, goma kali sana. Kuna magoma ni mengi sana. Yako ndani yanapumua, yanataka kutoka, lakini nasema mimi sitoi ngoma, sitoi bila mkakati. And that it is. Ukiona siku nimeachia mangoma yangu, basi ujue gari limewaka. Ukiona siku nimeachia mangoma yangu, ujue gari limefanyaje anko? Gari limewaka. Tofauti na hapo, mimi siachi ngoma ambayo haiwezi kunipa matokeo. Lakini utajuaje kama hii ngoma itakupa matokeo kama hujaitoa? I'm struggling, man. Sijui nifanye nini. Kuna muda hadi nahitaji mshauri, unajua. Shida ni kwamba kuna mwanangu mmoja anaitwa Tom. Tom anasema, unajua watu nime notice
vitu vingi unafanya mwenyewe, yani matatizo yako unasolve mwenyewe, matatizo ya watu wengine unasolve mwenyewe, kazi ofisini unafanya mwenyewe, most of your stuffs wewe unakabiliana na vitu vyako wewe mwenyewe, you don't talk, you don't share. Sasa hii issue ya muziki mimi nilikuwa sina mtu, mimi nilifanya tu mwenyewe personal decisions kwamba bana, mimi muziki basi napumzika, si utaki. Nilichoka kuwa mtumwa. Napenda sana muziki lakini haikuwa bahati. Watu wengi sana nimewadisappoint. Watu walikuwa naamini sana kwenye talent yangu, nimewadisappoint. Kusa nimemdisappoint Kusa. He was one of my very close friend. Nimemdisappoint. Ngoma kali sana mwanangu, huyu umeua sana, inabidi ushuti bonge la chupa na nini. Hawajui kwamba una hela ya kushuti. You look decent, you look smart, unafanya kazi sehemu, watu wanaona unafanya kazi, wanajua huyu anapiga mahela kinoma. Lakini huwezi kuinvest kwenye muziki. Tayari ushakuwa family guy, ushakuwa mtu ambaye unategemewa, ushaelewa. Na ukishaishi maisha hayo, maana yake wewe muda wote unaikagua risk, unaichungulia risk hivi. Maana umepata kama milioni 1.5, milioni 2, eti useme milioni 3, 4 uchinje uingize kwenye muziki, unasema mama yangu nitachanganyikiwa. Unaogopa kwa sababu tayari ushatoka kwenye ile life, hakuna tena motive inayokusukuma kufanya hivyo. I disappoint these people ambao nimewataja hapo, but I did not disappoint myself. Muziki nitaufanya tu, na kuna mavitu yalikuwa nakatisha tamaa kinoma mwanangu. Imagine unafanya ngoma, yani ngoma ni kali kinoma, ngoma kama live eti na views 800. Live ina views 800. This song on YouTube views 800. God damn it. $800 views. Ngoma kama hii ina views 800. Si unaona kama huu ni mchezo? Ngoma kama haya produced by Moko Genius ina views 323. 6 years 323. 323 views. Kimambo nimemdisappoint pia, ila Kimambo naye amenidisappoint pia vile vile. Na siku alinicheki akaniambia nitume ngoma zangu nini, nikajua mwamba anataka kunisupport, kumbe anaenda kumuuzia dogo mmoja anaitwa Suma. Kwa nyimbo zangu akauziwa yule dogo. I don't know man. Ndio ile ya kwamba ukiwa weak people use you. Ila ni moja kati ya watu ambao waliamini sana kwenye talent yangu Kimambo. Shout out to you by the way. Ngoma kama haya hiyo haina views hata kidogo. So YouTube nimeona kwamba sidhani kama YouTube inatosha kuelezea kwamba mimi nina uwezo kiasi gani. Nimepima hivyo. So now I'm a new person. Sawa.
I don't know man. Naitwa Timo na hii ni Mo Talk. Bye bye.